Hujambo na karibu katika kipindi chetu cha ZRA Boardroom, kipindi ambacho hurushwa hewani kupitia channel yetu ya ZRA Online TV, ambapo mambo mbalimbali yamekuwa yakizungumzwa kuhusiana na mamlaka ya mapato Zanzibar, lakini pia kuhusiana na masuala ya kodi zinazosimamiwa na mamlaka ya mapato Zanzibar. Na leo hii katika kipindi chetu upo nami mwongoza kipindi wako ambaye ni Abdul Shakur Ramadhan Simai kutoka kitengo cha habari, uhusiano na huduma kwa walipa kodi. Lakini pia tuko na mgeni wetu hapa ambaye ni meneja wa divisheni ya usajili wa vyombo vya moto pamoja na leseni za udereva. Meneja, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Amir Al-Haji. Kama ulivyonitambulisha, ni meneja wa usajili wa vyombo vya moto na leseni za udereva. Kwanza nashukuru kwa kunipatia nafasi hii kwa mara nyingine tena. Karibu. Tuendelee na mwendelezo wa vipindi vyetu. Tulisema kwamba divisheni yetu ina shughuli nyingi inafanya. Nyingine tumeshaanza kuzungumzia, sasa leo tutazungumzia masuala ya uhaulishaji ama transfer. Nashukuru sana. Asante sana meneja usajili wa vyombo vya moto. Lakini niwakumbushe tu ndugu watazamaji ya kwamba wiki iliyopita tulikuwa naye meneja huyu ambaye ni meneja bingwa, meneja kijana, ni meneja ambaye amekuja kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya usajili wa vyombo vya moto, na leo hii tutazungumzia kuhusiana na uhaulishaji wa vyombo vya moto ama umiliki wa vyombo vya moto. Elimu ya kodi kidigitali zaidi. Kama nilivyomkaribisha hapa meneja, karibu sana kwa mara nyingine tena. Tunapozungumza kuhusiana na hii uhaulishaji ama hii transfer, unamaanisha kitu gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Uhaulishaji maana yake ni kwamba kuhamisha umiliki wa chombo cha moto kutoka katika miliki wa mwanzo kwenda miliki wa pili. Hasa uhaulishaji ndugu mtangazaji, inawezekana ikawa unahaulisha chombo kinatoka kwa mtu binafsi kinaingia kwa mtu binafsi. Lakini pia kinaweza ikatoka kwa mtu binafsi kwenda kwa kampuni, au kwa kampuni kuja kwa mtu binafsi. Lakini pia unaweza ukahaulisha chombo serikali, taasisi za serikali wanaweza wakapiana vyombo, ikatoka labda wizara moja kwenda wizara nyingine. Inaweza ikatoka serikalini kwenda mashirika. Lakini pia serikali inaweza ikauza vyombo kwa watu binafsi. Inaweza chombo ikatoka kwenye serikali kwenda kwa mtu binafsi. Na ndugu mtangazaji, ukihaulisha kwa mtindo huu wa serikali kwenda kwa mtu binafsi, manake hata chombo kinabadilika, hata namba za usajili. Kwa sababu namba za binafsi kwa namba zake tulisema, kama tutakumbuka kwenye kipindi kilichopita, inaanza na Z, alafu inafuatia na tarakimu 3, alafu na herufi A ama A na B kwa pamoja. Sasa SMZ zina utaratibu wake. Kwa hiyo unapohaulisha kutoka SMZ za serikali kwenda binafsi, manake hata namba zitaenda kubadilika kwa mtu binafsi. Na tumesema ndugu mtangazaji, sisi tunasimamia sheria ya usafiri na usalama barabarani. Kwa hiyo huu transfer ama uhaulishaji nao ipo kisheria, na utaratibu wa kisheria unataka chombo kikihaulishwa. Kwa mfano uhaulishaji wa kawaida, sio kifo, watu wameuziana, sheria inataka ndani ya siku 30 kutoka siku ya mauziano chombo kiwe kimeshahaulishwa. Lakini wakati mwingine labda chombo kinahaulishwa kwa sababu ya urisi. Urisi hapa sheria imetoa muda kidogo, mpaka siku 60. Nadhani sheria imefeva kidogo kwa sababu chombo miliki akifariki, inawezekana issue za familia wakae wa discuss, kwa hiyo wametoa muda kutosha ili wakubaliane nani atarisi, alafu ndio uhaulishaji utafanyika. Asante. Asante sana mgeni wetu. Lakini pia umesema kwamba kuna swala la sheria, kumaanisha kwamba ili swala la uhaulishaji ama umiliki lina sheria maalum ambayo inasimamia. Labda tungependa kujua, ama watazamaji wetu wanapenda kujua na kusikia kutoka kwako, ni aina ngapi za wamiliki ambao wanaweza kumiliki vyombo hivi vya moto? Asante ndugu mtangazaji. Wanaoweza kumiliki vyombo vya moto tunaweza tukaweka katika makundi matatu. Ndio. Serikali inaweza ikamiliki vyombo vya moto kama nilivyosema, inawezekana ikawa serikali ama mashirika ya serikali. Lakini mtu binafsi anaweza kumiliki chombo cha moto. Lakini pia nimesema mtu binafsi, serikali na kampuni. Yes, kwa nimesahau, kwa natafuta ile neno. Kampuni pia wanaweza kumiliki vyombo vya moto. Kwa hiyo tuna magrupu hayo matatu, watu hao wote wanaweza kumiliki vyombo vya moto. Asante. Asante sana. Na labda bila shaka kutakuwa kuna sababu ambazo zinapelekea kuhaulisha hichi chombo cha moto ama umiliki wa hichi chombo cha moto. Naomba waeleze hawa ndugu watazamaji
kuna sababu gani zinazopelekea mpaka leo hii mimi ninapokwenda kununua chombo cha moto natakiwa nihaulishe kutoka umiliki wa yule wa kwanza kuja katika umiliki ambao natambulika mimi kiupande wangu? Sababu kuu nazo tunaweza tukaziweka zipo kama ifuatavyo. Kwanza, chombo kinawezekana labda kimeuzwa, kwa mkisha kuziana kama nilivyosema sheria inakutaka ndani ya siku 30 uje ubadilishe umiliki. Lakini wakati mwingine watu wanapeana zawadi. Ukishakupa zawadi na vile vile utakuja kukibadilisha umiliki. Lakini inawezekana umiliki wa awali alikufa, alifariki. Kwa kama alifariki, maana yake hicho chombo nacho baada ya mirathi kushakupita anatakiwa abadilishwe umiliki. Kwa hiyo tunaweza tukapata umiliki wa vyombo kwenye makundi hayo matatu ndio yasema. Na labda vielelezo gani ambavyo wanatakiwa kuambatanisha yule mtu ambaye anakuja kumilikishwa kile chombo? Kuna kielelezo gani labda, au anakuja tu yeye mwenyewe binafsi yake na kitambulisho chake cha Mzanzibari basi? Vipo vielelezo kadhaa ambavyo mmiliki mpya anatakiwa aje navyo. Cha kwanza inatakiwa aje na kadi ya umiliki wa chombo husika. Ndio. Lakini pia vitambulisho vya umiliki wote wawili, mmiliki wa kwanza na mmiliki mpya ambaye anaenda kuingia. Lakini pia mkataba mauziano ama hati ya kiapo. Kama mliuziana kwa mkataba, basi kutakuwa kuna mkataba mauziano unatoka uje nao. Lakini wakati mwingine unaweza ukaja na hati ya kiapo kama tulivyosema, kuna mazingira fulani kitokezea mmiliki wa kwanza hayupo na chombo ushozoe watu 3 4, huwezi kumpata, kwa unakuja na hati ya kiapo. Asante. Ndugu meneja, labda kuna athari gani ambazo zinaweza kujitokeza ikiwa mimi nimekwenda kukabidhiana chombo na mwenzangu lakini sijafanya uhaulishaji wa kile chombo? Kuna athari gani naweza nikapata kama mimi? Asante sana ndugu mtangazaji. Athari zipo. Ndiyo. Moja, unaweza wakati mwingine unaweza ukawajibika kifedha, kwa sababu tunapofanya usajili kama tulivyosema awali tunakuwa tunafunga ID yako na kile chombo husika. Kwa hiyo kama chombo ulishakiuza kwa watu 3 4 mbele huko, fikiria huyo mtu wa mbele ambaye wewe humtambui alikuja katika ofisi zetu akataka huduma kwa wakati huo alokuja, akaprocess hiyo huduma akaipata, lakini hakulipia. Siku yoyote wewe utapokuja tena katika ofisi zetu unapotaka huduma, manake tutakwambia wewe una deni, kwa sababu chombo chako ndio kinaonyesha kina deni, na yule ambaye aliuziwa mara nyingi ambaye wewe humtambui aliwacha deni baada ya kulipa. Kwa hiyo utaajibika kulipa wewe deni ili uendelee kupata huduma zingine. Hiyo moja. Lakini wakati mwingine unaweza kupata huduma za kisheria. Anawezekana mtu ambaye aliuziwa wewe humtambui akaenda akafanya matukio mbalimbali huko. Baadaye sasa katika kutafuta nani alifanya hilo jambo, kwa haraka utaonekana wewe ndio ulifanya. Kwa hiyo lazima wajibike kwa hatua awali na utasumbuliwa. Kwa hiyo hiyo ni ya pili. Lakini pia unaweza ukahusishwa kwenye tuma ambazo walifanya watu wengine, lakini kwa sababu unaonekana wewe ndio mmiliki, sasa unaweza ukahusishwa na wewe ukasaidia jeshi la polisi kwa pengine kwa kipindi hicho, mpaka baadaye utapogundikana huna tatizo, unaendelea unaweza ukaachwa ukaendelea na shughuli zako za kawaida. Asante. Asante sana meneja. Lakini niwakumbushe ndugu watazamaji ya kwamba hizo ni miongoni mwa athari ambazo zinaweza zikajitokeza pale ambapo utakuwa unamiliki chombo ama unamilikishwa chombo bila ya kwenda kuhaulisha na ukatambulika. Meneja, tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu hichi, bila shaka hizi huduma zote za uhaulishaji itakuwa zina gharama zake na zina malipo. Labda naomba uambie hawa watazamaji wetu kuna gharama gani ama malipo gani ambayo wanatakiwa kulipa kupitia huduma hii ya uhaulishaji. Asante sana ndugu mtangazaji. Hizi transfer ya uhaulishaji kuna gharama mbalimbali. Inategemea na tunahaulisha chombo cha aina gani. Kama ni chombo binafsi kwenda kwa mtu binafsi tena, kwa hiyo tunahaulisha kwa shilingi 50,000 ni gari hiyo. Lakini vile vile tunaweza kuhaulisha chombo binafsi, mfano pikipiki, kwenda kwa mtu binafsi tena kwa shilingi 75,000. Lakini kuna vyombo vidogo hivi kwa mfano mopedi, pasola, hizi kwa shilingi 10,000. Lakini wakati mwingine tumesema, kama utakumbuka awali nilisema unaweza kuhaulisha chombo cha serikali kuja binafsi. Sasa unapofanya uhaulishaji wa namna hiyo, na bei yake pia inabadilika. Bei yake inakuwa kama ile ya usajili tuliosema wakati tunazungumzia masuala ya usajili. Kwa sababu unapobadilisha chombo kutoka SMZ kwenda namba za binafsi, manake hautatumia plate number ile ambayo ulikuwa ukitumia kwenye SMZ, badala yake utatumia namba nyingine kule ambayo itakuwa namba ya usajili binafsi. Kwa hiyo tutakupatia kibati kipya, tutakupatia RFID mpya, tutakupatia na kadi ya umiliki mpya. Kwa hiyo lazima utakuwa unalipia bei tofauti. Kwa hiyo kwa gari
ambayo ikitoka SMZ kwenda binafsi itakuwa ni 130,000, lakini kwa pikipiki itakuwa ni shilingi 75,000, na kwa hizi moped ya mapasola inakuwa kwa shilingi 67,000. Hizi ni bei za usajili, kama utakumbuka ndugu mtangazaji, ni bei za usajili. Ndio. Asante sana. Asante sana mgeni wetu. Lakini tukiwa tunamalizia katika kipindi chetu hichi, mimi niwaambie tu ndugu watazamaji na wananchi kiujumla, basi tuwe tayari kuwajibika, kwani tukumbuke ya kwamba tuwe tunatii sheria bila ya shuruti. Labda meneja, una jingine lolote la kuambia watazamaji wetu kuhusiana na swala hili la uhaulishaji wa vyombo vya moto? Asante ndugu mtangazaji, ninachowaomba wananchi ni kufuata taratibu za kisheria zilizopo, ndio, ili kuepuka migogoro ambayo mara nyingi tunaona inatokezea. Sheria inakutaka siku 30 ubadilishe chombo chako baada ya mauziano. Ni vema ukafuata huo taratibu ili na wewe uweze kupata huduma ambazo unaweza kuzitaka katika mamlaka mapato ama taasisi zingine za kiserikali. Unaweza ukakosa huduma kwa sababu tu hujaulisha chombo, unaweza kwenda mawasiliano ukataka kupasisha ukakosa. Kwa hiyo ni vema fuata taratibu, badilisha chombo, umiliki kwa wakati. Asante. Asante sana meneja. Niwaambie tu mimi ya kwamba endelea kufuatilia vipindi vyetu vijavyo, kwani kuna mambo mengi sana unaweza kujifunza kuhusiana na mamlaka ya mapato Zanzibar, lakini pia kodi ambazo tunazisimamia ndani ya ZRA. Ulikuwa nami Abdushakur Ramadhan Simai pamoja na mgeni wetu hapa ndugu Ameir Ali Haji, ambaye ni meneja kutoka divisheni ya usajili wa vyombo vya moto na leseni za udereva. Asanteni sana na kwaherini. Lipa kodi, tulipe kodi kwa maendeleo Zanzibar.